Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba sisi sote ni Waislamu. Hii ni neema ya Uislamu ndugu zangu, ambaye ni dini ambaye inatuonesha namna gani tutaishi katika dunia hii. Tunafaa kuishi vipi? Mambo gani ambayo tunafaa kuyafanya na yapi ambayo tufai kuyafanya? Biashara gani ambayo ni ya halali, gani ambayo ni ya haramu? Unafaa kuwalea watu wako vipi katika dunia hii? Unafaa kuishi na watu vipi? Haya yote yamefundishwa ndani ya hii dini. Na miongoni mwa mambo ambayo hii dini imewahimiza wafuasi wake ni kuchunga sana rafiki ambao unaifuatana naye. Rafiki yako ni nani ndugu yangu? Unafuatana nani wewe? Anakuelekeza wapi? Anakupa mawazo gani? Hii ni kitu muhimu sana katika Uislamu. Leo kuna baadhi ya Waislamu wanasema mimi sina rafiki, wala sina haja ya kuwa na rafiki. Utaishi vipi ndugu yangu? Hauwezi kuishi peke yako ndani ya hii dunia. Lazima upate mtu ambaye atakuwa na kunasihi, mtu ambaye atakuwa na kuelekeza, mtu ambaye atakuwa na rekebisha makosa yako. Hata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marafiki zake walikuwa ni maswahaba radhiallahu alaihim. Maana yake kila mmoja wetu ana kitu ndani ya moyo wake. Lazima upate mtu wa kuzungumza naye, uitoe hiyo ndani ya moyo wako. Leo kuna baadhi ya watu hapa wana mambo ndani ya nyoyo zao, wameyaficha, wameyameza. Maana yake mtu anakuambia bwana, mimi nakufa kiume, siwezi kumwambia mtu. Na haya mambo ambayo unayatahammali ndani ya moyo wako umwambii mtu haya ndo ambayo yanasababisha maradhi. Maradhi ya kisukari, maradhi ya moyo, maradhi ya presha inasababishwa na mtu kukaa na vitu vizito ndani ya moyo wake. Hana rafiki wa kuzungumza naye, hana mtu wa kumnasihi. Ndugu zangu, pata kujua ndugu zangu, hii dini, ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemtukuza mbwa ndani ya surati Al-Kahf kwa sababu wamefuatana na watu wema, mbwa, seuze wewe Muislamu leo, lau utafuatana na watu wema, daraja yako mbele ya Mungu itakuwaje?